Bwana alembele yangu ni Godi Yanga, shabiki mwanachama mkereketo wa klabu ya Yanga, vijana ambao naipigania Yanga kila inaitwa leo. Tupo naye hapa katika viunga vya uwanja Benjamin Mkapa, na yeye anasema wao wapo mpaka klabu yao itakapokuja na watapewa taarifa na klabu yao kama mchezo haupo. Taarifa nyingine kwao sio kipengele. Godi Yanga, tupo Benjamin Mkapa hapa na mnaisubiri Yanga. Matarajio ni yapi kwa mchezo leo? Matarajio ni makubwa kwa sababu tumetengeneza timu nzuri ambayo itamhukumu kila mtu kwenye ligi hii. Unaweza kunusulika mara ya kwanza lakini mara pili utahukumiwa na Yanga. Tuna timu bora ambayo inaweza kuwa mabingwa msimu huu. Tuna timu bora ambayo inaweza kuwa mabingwa hata mara 10 mfululizo kwenye ligi hii ya Tanzania. Kwa hiyo tunaamini mchezo utakuwa mzuri kama watakuja. Kama wajaja tunasubiri taarifa rasmi kutoka kwenye klabu yetu ambayo ndio mwongozo wa mashabiki wa Yanga. Mashabiki wa Yanga sisi kwenye swala la mpira tunaowasikiliza ni klabu yetu kwanza. Makao makuu wanasemaje? Makao makuu ametuma taarifa kupitia msemaji kwamba saa 11 timu itawasili Benjamin Mkapa. Sisi kama wana Yanga hatuwezi kuondoka eneo hili tukaiacha timu yetu ikaja ikakaa peke yake, si ndio? Tutakuja hapa tunaisubiri timu iwasili, ikiwasili timu yetu tutakuwa na sambamba nao kwamba msimamo wa klabu ni upi. Msimamo wa klabu ni kwamba mechi hii kama haijachezwa leo itachezwa tarehe nyingine, au mechi hii haitachezwa tena msimu huu, tusubiri msimu ujao. Haiwezekani mechi moja ama mechi marudiano iwepo Godi Yanga. Kama ni hivyo basi sheria ifuatwe. Ni nani ana makosa afanyiwe hukumu, kwa sababu mechi za ligi kuu anayesimamia ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi kwa maana ya kwamba wao ndio wamewazuia Simba kuto kufanya mazoezi jana, sio Yanga, kwa sababu Yanga tusimamii mchezo. Unawezaje kutuambia sisi tumewazuia Simba? Wamewataja makomando wa Yanga kwenye taarifa yao ya saa 9 usiku, wakaona kama wale makomando wamepewa nguvu. Anaweza kuthibitisha Yanga na makomando, sababu mimi sijui kama Yanga na makomando kwenye katiba yetu, na hata kwenye watu ambao tunawalipa mshahara ambao sisi wanachama tunachangia fedha, hakuna neno makomando. Tunao staff wa Yanga ambao wako makao makuu pale wanafanya kazi ya Yanga. Tofauti, hatujawahi kusikia kuhusu makomando. Hatuna makomando sisi. Sijawahi kusikia mtu anaitwa komando. Si watu wale. Sijawahi. Steward ni watu ambao wanakuja kusimamia mchezo. Wanakodishwa watu wanakuja kusimamia mechi, wakimaliza wanaondoka. Wale ni security ambao wanatumika kwa ajili ya mchezo, sio siku moja kabla ya mchezo. Hatuna watu ambao wanasimamia mechi siku moja kabla ya mchezo. Si hatuna. Lakini kubwa kuliko lote ni kwamba kwenye hiyo barua ya Simba hawakukwamia hapo. Wamesema meneja wa uwanja, wamemtaja kamishna, si ndio, wa mchezo. Je, meneja wa uwanja kwa nini anakosa taarifa ya Simba kuja kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo? Swali hilo. Kwenye shida ni kati ya Simba na bodi ya ligi. Hapo kuna shida. Sio Yanga, sio makomando. Yanga si tusiki, shekhe. Sisi tumekuja kucheza mechi leo. Na bodi ya ligi ndio walotupangia mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3. Tukauliza hii dabi haina kipengele. Wakasema hii dabi haina kipengele, labda kipengele ukiletewe mtani. Na mtani kaleta kipengele saa 9 usiku. Watu wamelala wanachakata tiketi. Mtani analeta kipengele cha kutokuja kucheza mechi. Wewe sisi hiyo inatuingia kileni. Watu wametoka nje ya nchi, wametoka nje ya mikoa, Dar es Salaam, wametoka nje ya Mbagala na Ilala. Umeelewa? Wamekuja kuangalia burudani ya soka. Hatuwatendei haki wapenda mpira. Hatuwatendei haki watu ambao wanalipa gharama zao kutoka nje ya nchi kuja kuangalia mpira. Hatutendi haki. Na mtu ambaye hatendi haki ni bodi ya ligi. Hawawezi kuwa wakali kwa vilabu hivi. Wanaweza kuwa wakali kwa vilabu vingine. Twende ndugu yangu, biashara kakatoa pointi.